Vipi makampuni ya simu yanaweza kusoma message ya mtu au kusikiliza simu ya mtu? Kwenye swali hili majibu yote mawili yanapatikana, ndiyo na hapana. Kwa sababu gani? Inategemea aina ya mawasiliano unaopokea kwenye simu yako. Nianze na jibu la ndiyo. Kwanza, kabla ya kwenda kwenye majibu, kuna kitu naomba tukijue. Kuna kitu kunaitwa encryption. Encryption maana yake ni kubadilisha kutoka maneno yanayosomeka kwenda maneno yanayokuwa hasomeki. Kwa mfano, neno my password, neno na kusudia neno linabadilisha kwenda namba, labda neno likapanguliwa, herufi ya mbele ikekwa, nyuma kushoto ikekwa hivi, ikekwa hivi, ikachafuliwa yote. Hii maana yake nini? Wakati wewe unaantumia mtu message, hujambo, ikifika katikati hapa kwenye hii mitambo, bila shaka SMS hii kuna njia inapita mpaka inafika kwenye simu ya mtu. Hapa kwenye hii mitambo ndio inatokea hiyo encryption. Maana yake hiyo message inabadilishwa, inapanguliwa namba. Hata kama wewe ukioneshwa hii hapa SMS, huwezi kujua mtu kaandika vipi. Kusudi nini? Hapa katikati kusitokee mtu akaisoma. Lakini ile SMS ikiingia kwenye simu ya mtu inajirejesha vile vile kama mwanzo. Kama ulimtumia mambo vipi, ikifika katikati hapa inapanguka yote. Lakini ikiingia kwenye simu ya mtu tena tip, inajirejesha tena mwanzo. Kwa sababu gani? Ukisikia mawasiliano yamedukuliwa, kuna mtu ameingia kwenye mfumo, maana yake haingii kwenye simu yako moja kwa moja, yeye anakatisha hapa katikati hapa. Imekuja hii encryption kuzipangua hizo herufi ili iwe ngumu kwa wale wadukuaji hapa kujua kitu gani kinaendelea. Kila kampuni na encryption yake, sio kwamba zinafanana. Sasa jibu linakuja kwamba ikiwa hii encryption inatengenezwa na kampuni husika, maana yake nini? Kwa maana wao wanaweza kuzirejesha hizi namba au hizi encryption na wakazisoma, si walizitengeneza wao? Kwenye jibu la ndio ni kwamba ndio, makampuni ya simu yanaweza kusoma SMS zako na yanaweza kusikiliza simu zako kwa sababu ya hiyo encryption wameitengeneza wao. Nchi nyingi duniani zina sheria kali kuhusu privacy ya mtu, faragha za mtu. Kwa hiyo kampuni ya simu haiwezi kufanya tu mambo haya kiholela, kakaa tu kama kurekodi watu. Inaweza kufanya mambo hayo kwa mambo haya mawili, kwa ridhaa yako mwenyewe au amri ya serikali. Kwenye jibu la pili la hapana, ni vipi? Ikiwa unatumia application za privacy au za faragha, kwa mfano WhatsApp, unatuma SMS, voice note, chat na mambo mengine, kampuni ya simu haiwezi kusoma SMS kwenye WhatsApp yako, kwa sababu WhatsApp ukiangalia juu imeandikwa end-to-end encrypted. Mfumo wa WhatsApp ni tofauti na mfumo wa SMS ya kawaida. WhatsApp katika jambo moja wanalojifakharisha ni end-to-end encrypted. Maana yake nini? Maana yake kutoka kwenye mteja mpaka kwa mteja. Nimekutumia SMS mie mpaka kwako wewe. Hapa katikati hakuna hiyo encrypted, hakuna. Kwa hiyo SMS nikituma mambo vipi, kule inaingia mambo vipi. Inafanywa ile encrypted kwenye simu, haifanyiwi encrypted hapa njiani. Ndio maana makampuni ya simu hayawezi kusoma SMS zako za WhatsApp wala voice note za WhatsApp wala kitu chochote, kwa sababu hiyo WhatsApp haiko kwenye mikono yao. Bila shaka kwa maelezo hayo nimejibu swali lako la kwamba je, wanaweza kusikiliza au hawawezi kusikiliza. Na jibu la ndio nimekwambia sababu zake, kwamba ndio wanaweza kusikiliza SMS pamoja na simu kwa sababu hizo encryption wako nazo wao, lakini sio hawezi kusoma SMS zako kupitia WhatsApp kwa sababu WhatsApp end to end encrypted. Hii ni Alzenjbary Technology. Kiwa naona swali lolote, milango iko wazi, na kama ndo kwa mara ya kwanza usisahau kusubscribe.